Mfalme, kuna au ukisema kwamba kuna wakati ulishawahi kukutana na tatizo kwenye mapenzi mpaka ukajifikia kwamba usiongeze kupenda? Nishaga ingia sana bro. Kuna mwanamke aliye kuniumiza kweli mpaka nikatamani kuacha mapenzi. Unajua kwanza si wasanii watu tuamini wage yani. Kweli wanawake wanatufuata sana, kama mimi watu wananiandikia sana. Wanawake wananiandikia tofauti sana. Alafu unakuja kukuta kwamba sio watu wananipenda tu, kwamba wengi unajua mimi naweza nikamfuata mwanamke akanambia hapana wewe ni msanii nini, naogopa kuumia vitu vingi, nikamwambia ndo mimi tofauti na wale. Lakini sababu anaelewa usanii uko vipi na msanii ni mtu wanawake wanamchukuliaga vipi, lazima tu hivyo. Lakini mimi sitokuficha hicho kitu ambacho ananiambia mwanamke mmoja ndo ashaka kuniambia kwa urashaka makuru mashasha meza kandagezweho fyonda subscribe kuri Show TV, amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe L trending iri okubwanyu barenga imifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none good mixing and mastering Ghana Key Records RTB with the key to success. Hello wapenzi watazamaji, mnatufuatilia kupitia Show TV. Tuna imani kwamba mpo fresh, mpo salama kabisa. Huyu ni Rosi presenter on the mic, na nikukumbushe kwanza wewe ambao hujaweza kufanya subscribe ujaribu kuifanya, na usisahau kufanya share kwa ndugu jamaa, na usisahau pia kufanya like pia na comment kwa kile ambacho utakuwa umekiona. Leo mgeni wenu ni Mfalme, msanii ambaye anajaribu kufanya vizuri kwa muziki wa Buja Flavor pia, na leo tunaongea ni tarehe 3 kwa mwezi wa 9. Ni new song ambayo aliachia kwa siku ya leo, na ndio maana tulijaribu kumtafuta. Tuko sehemu moja ni wanapaita Buiza, barabara ya 6, ndio tulijaribu kumtafuta ambaye ni maikazi yake jamaa, alafu na pengine tuweze kufahamu mengi, na ni mara ya kwanza tunakutana naye kwa kipindi, na ndio maana enda tufahamu mengi sana na kupitia kari yake ya muziki na kwa new song yake ambayo alitoa kwa siku ya leo. Tumkaribishe kwanza kwa kipindi chetu na ndani ya mjengo wa Show TV. Vipi kaka? Asante sana. Nashukuru sana kuwaona tena mnakuja Show TV. Yes. Lakini kama sasa unajua sio mara yangu ya kwanza nakutana na hii TV. Kuna dogo anaitwa MB promoter. Niliwahi kufanya naye kipindi lakini kwenye hii haikuwahi kutoka. Sikujua tatizo ilikuwa ni kitu gani. Kwa hiyo ila sikupendaga. Na leo mnakuja ni fresh tu. Mimi ni msanii, nahitaji hakuna mimi bila nyinyi, vile vile pia hakuna nyinyi bila mimi. Ndio hivyo tu kwa fupi. Nashukuru sana. Naitwa Mfalme. Nashukuru sana tuko pamoja mwanamuziki Burundi. Yes, kwa upande wa TV si mara ya kwanza, ila kwa upande wa mtangazaji ni mara ya kwanza, na kuna wengi wanakufahamu kwa jina la Mfalme kama msanii wa Burundi, na kwa songe nyingi sana pia zikiwemo nzuri ambazo watu walizipenda sana, na ikiwa nyimbo ambayo iliachia kwa siku ya leo kama imetrend ni I miss you. So na tungependa kuongelea kwa I miss you ili kuchukua muda gani kwa kuweza kuikamilisha? Unajua nyimbo yangu I miss you ni nyimbo ambayo nilikuwa nimerekodi toka kitambo kwa Ibris, na nilishuti mapema, ila ilinichukua muda kidogo kuachia, sababu kila kitu kuachia inaomba kwanza kujifikiria unaachia vipi na mtu unajua baadaye unafanya kitu gani. Sababu nyimbo yangu hiyo nilitoa before na nilifanya kila kitu fresh, lakini nilikuja kujikuta kwamba matatizo yalikuja kutokea, labda kutokana na uwezo. Kuna vitu vidogo tu ambavyo viliingiana, na nilikaa kama kitu cha miezi 10 sijatoa nyimbo, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nyimbo nimetoa na watu wamepokea vizuri, inakwenda kweli. Mwenyezi Mungu anasaidia. Tatizo hasa lilisababisha mpaka wewe baada ya nyimbo Inauma ambayo ilikuwa na takriban miezi 10 bila kufuatishwa nyimbo nyingine, ilikuwa nini hasa ilisababisha mpaka wewe kuleta nyimbo ambayo inatambulika kwa jina la I miss you baada ya miezi 10 vile? Unajua mimi kwanza unajua mimi siku zote naongeaga kwenye haya mic. Naongeaga sana kwenye haya mic kwa mimi ni msanii ambaye sina management. Mimi ni msanii ambaye najitegemea mimi mwenyewe. Unajua kuna wakati sometimes nakuwa nipo kwenye majukumu mengine, sina majukumu. Mimi maisha yangu ni muziki bro. Sinaga nyingine kazi mimi. Kazi yangu mimi ni muziki. Cause mimi ni msanii ambaye naandikia wasanii. Kuna wasanii ambao wanaishi Marekani na waandikia. Sasa unakutana hivyo vyote ni vitu ambavyo kazi. Naweza nikawa na project 15 za wasanii. Unakutana nini? Kuna baadhi ya vitu ambavyo mimi kwangu vinakuwa ni vigumu. Na ndani kitu kimoja ni kwamba
uwezo wangu mimi sometimes nakuaga umecheza, na ukicheza lazima cause kutoa video hapa ni hela nyingi mzee. Waga kwetu tunajinyima ili tutoe video, afu nakuta tunatoa video tupati chochote. Sasa inaomba kwanza mtu kujipanga ili utoe video. Lakini kwa sasa hivi jinsi nimerudi na ngoma yangu I miss you, nafikiri itakuwa ni after week, baada ya wiki 2 au wiki 3, baada ya mwezi nitakuwa naachia kazi zingine. Yeah. Kuna wasanii ambao wanakuwa wanawaahidi wapenzi wa muziki, wanawaahidi kwamba after 1 month nyimbo inakuja, after 3 months au 2 months 2 months wanaona new song. Lakini hiyo miezi ikitimia ile nyimbo haionekani, mwisho wa siku inakuwa kuna sababu fulani hivi na hivi, mpaka mwaka mzima unakuwa unakuisha. Inakuwa ni nini hivyo? Mimi kweli sijawahi kudanganya hata chochote. Sijawahi kudanganya kweli. Hata kabla sijatoa kabla natoa ngoma yangu inauma, niliwahi kuambia watu kwa hichi kipindi nilikwambia itanichukua muda kidogo mimi kuachia nyimbo tena. Na sasa hivi kama nimesema kwa narudi, inanibidi tu lazima tu nirudi na nifanye kazi. Kwa fupi tu ni kwamba lazima tutumike na nitatumika sana. Mimi nimesha promise mashabiki wangu kuwa nitafanya mpaka wanikifu yani. Nilikuwa natarajia kuachia EP, lakini marafiki zangu wasanii baadhi waliniambia nitulie kwanza, bora tu niachie single. Na hii ngoma ambayo nimetoa ilikuwa kwenye albamu yangu. Na nina nyimbo nyingi mzee. Hii ngoma nimetoa kwanza ni kama vile nitizame mambo ya kodi. Lakini na nyimbo ambazo nikitoa saa hizi ambazo nitaachia, Mwenyezi Mungu tu atupatie uhai. Baada ya miezi 10, yani 10 months, nyimbo nyingine inakuja ni I Miss You, baada ya Inauma, na inaonekana mpaka sasa ni nyimbo ambayo kitizama kwa audio kwa one way ndio wametengeneza, na ukizama video ni video ambayo ilitengenezwa kwa ule nguvu nyingi sana zaidi, yani ilionekana video nzuri sana zaidi, na kuonekana kwamba ilitumia ni pesa nyingi kwa video ikamilike. Tirosi Mfalme, wimbo huu I Miss You, ukitazama maneno ambayo yanasemeka kwa ile nyimbo ni maneno ya kimapenzi sana, na wanawake waga mara nyingi msanii akiwaimbia nyimbo waga wanakuwa nasema kwamba huyu ni msanii ndio maana naimba hivi, na wanachokiimba waga mara nyingi wakitimizi kwa mapenzi. Inakuwa ni kweli? Unajua sometimes inakuwa ni kweli cause tunaimba tu. Unajua tunaimba ni nyimbo na tunaimba vitu ambavyo vipo. Unajua, lakini sio kusema tu kwamba unajua kila mwanadamu ana tabia yake. Naweza nikaimba naumia wananitesa sana, kumbe maskini ya Mungu nikiweka kwenye mahusiano mimi ndo natesaga mwanamke. Ila tunaimba kutokana na vile jinsi tunayajua mapenzi yanaumiza, mapenzi yanafurahisha, mapenzi yanaua, kila kitu tunakijua. Ila ngoma ambayo mimi nimeimba ni ngoma ambayo kwanza mimi nyimbo zangu ukizitizama ni nyimbo ambazo zinaelimisha watu kwenye mahusiano sana. Kama ukitizama ile nauma ukichoa, yani mtu akisikia lazima aelewe kitu fulani. Hata na ngoma I Miss You ni ngoma hata mwanamke ambaye yani ni muziki ambao pia cause sasa hivi mapenzi ya siku hizi ni ambayo watu wako mbali. Kuna watu ambao wako hapo na wanawake wako Marekani, kuna watu ambao wako hapo na wanaume zao wako mawapi hiyo vitu vyote wanzie. So unakuja kukutana kwamba hivi ni vitu ambavyo nikifanya hiyo ngoma watu wanapokelea na uzito sana, sababu hata akimtumia mpenzi wake ni ngoma inaenda vizuri sana. Mimi ni mtu ambaye naelewa sana mambo ya mapenzi na nyimbo zaidi ya hizo kufanya. Yeah. Okay. Kuimba sana nyimbo za mapenzi inakuwa tafsiri yake nini kwa mwanamuziki? Mbona ukitazama kwa wasanii wengi kwa sasa nyimbo nyingi kwao ni mapenzi sana. Tafsiri yake nini kwa hivyo ukitoka kwa upande wako na wewe? Mapenzi kwanza yanazidiana mzee. Unajua kweli ni mapenzi na kila mtu anaimba mapenzi, ila kwenye kuimba mapenzi ndo kunazidiana. Unaimba mapenzi aje? Ndio hicho kitu cha kwanza mjue. Unajua wasanii wengi hapo wanaimba mapenzi wote. Hakuna msanii ambaye mapenzi wote. Ila unasikia kwenye kuimba kwake mapenzi kukoje, anaimba mapenzi aje. Unaona? Ndio kitu ambacho mimi tofauti sana wasanii wote ambao wanaimba nyimbo za mapenzi hapo. Kuna wanaoimba mapenzi kwa kuhusu kulia, walikutana na vingi vibaya mpaka wakajisikia kwamba waende waache mapenzi, na kuna wanaoimba maneno ya mapenzi kwa kuonesha kwamba wao wana ule ukaribu sana mbele ya mwanamke au kuishi vizuri na mwanamke. Umeelewa hivyo? Kuna kuishi vibaya na mwanamke na kuna wale ambao waliumizwa sana na wale ambao waliumiza. Sasa ule mwenye aliumiza anakuwa mara nyingi sana anaimba kwenye nyimbo yake kwamba yeye ni mtu mzuri kwa mwanamke sana. Unaelewa hicho? Sasa wewe kwa wale wasanii ambao wao wanaimba nyimbo za kuonekana kwamba ni wazuri kwa mwanamke, na wale ambao wanaimba nyimbo kuonekana kwamba waliumizwa wao, uko kwa upande gani hapo? Mimi nipo sehemu yote kwa sababu mimi naimba nyimbo ambazo kuna nyimbo ambazo naimba mimi ndo nimekosa. Kuna nyimbo zingine naimba mwanamke ndo amenikosea. Kama ile nakupenda, ile ngoma nakupenda mwanamke ndo amenikosea. Ukitizama I'm sorry mimi ndo nimemkosea.
Inauma, mwanamke ndio amenikosea. Hii Miss You ni ngoma ambayo sio ya mapenzi ya kuachana, lakini ni nyimbo tu ambayo inaeleza hisia za mtu ambaye yuko mbali, unapendana na mtu ambaye yuko mbali. Ndio hii ngoma yangu ya Miss You. Yeah. Kwa Miss You kuna sehemu ambapo unapaimba iti moto fire, na watu wanaelewa kwamba moto ndo kwa nyingine lugha unaweza kusema fire pia inakuwa ni kama moto vile. Sasa pale unataka kumaanisha nini moto fire? Unajua ngoma nimeimba hivi. Hello baby girl, mambo vipi? Mwenzako ni fresh la Miss You. Sijui hata lini unarudi. Maana nimemiss lako penzi. Amini ya love situpi. Unajua uwe naelewa. Amini mapenzi lako siatupi. Amini ya love situpi. Ila mwenzangu kwako sijui, yani unaambia sasa sijui kwako. Unajua labda mimi naweza nikasema tu kwamba naheshimu penzi lako, ila kwako mimi sijui koje. Labda unaweza kwako na mimi, lakini kumbe mimi naweza kuwa nakulindia penzi, kumbe wewe ukao na mwingine. Mimi ya love situpi, ila mwenzangu kwako sijui. Mwanzo na siku inazidi, unajua. Sasa unakuja kukutana kwamba kama vile chakula kimepata moto fire, chakula kimekosa moto, vitu kama hivyo. Ni mapenzi, unajua. Au yote ni mambo ambayo unakutana, unaweza kaimba tu kwenye hisia kumuonesha mwanamke ni kiasi gani labda ule karibu wako wa zamani. Yaani unaonesha, unajua kuna vitu ambavyo ni mifano tu mzee. Unaweza kaambia mtu wetu kwamba nisipokuwa na wewe waga sina amani, labda sina nini, lakini sio ukweli mzee. Bila wewe silali, siri ni vitu kama ni mfano tu, nikikosa nitakufa, ni hivyo kweli? Haiwezekani. Ni vigumu. Na ni wachache sana ambao wanaweza kumfuata mwanamke akifariki eti na mimi mpaka watuzike pamoja. Chakula kimekosa moto. Chakula kimekosa moto, yani ndio hivyo. Yaani kama gisi kusema, unajua kuna yale hata mapenzi. Unaweza kusema chakula yeye ndio chakula. Unajua yani mimi ndio chakula, yeye ndio moto. Sasa lazima aje anipashe. Sasa unakutana hayupo. Ndio hivyo tu, ni nyimbo tu tunaandika mashairi tofauti watu waelewe. Okay. Tirosi Mfalme, kuna au ukisema kwamba kuna wakati ulishawahi kukutana na tatizo kwenye mapenzi mpaka ukajifikia kwamba usiongeze kupenda? Yani shaga ingia sana bro. Kuna mwanamke aliyewahi kuniumiza kweli mpaka nikatamani kuacha mapenzi. Ila mwisho wa siku kaja kurudia. Lazima kurudia cause, lakini nilirudia kishingo upande, ila sikurudia kwamba serious kweli huyu ndo anakuja kuna, hapana. Nilirudia kishingo upande, lakini baada ya siku nikaja kukutana kumbe mwanamke ananipenda. Sasa yeye akaja kuniprove, kunionyesha kuwa yeye ni tofauti na yule ambalo aloniumiza. Na ishafikia wewe kumfuata mwanamke akaja kukuambia kwamba alikutana na matatizo mengi kwenye mapenzi na anakuambia kwamba ni vigumu yeye kukuamini, na mwisho wa siku ukamwomba muda afu ili uweze kumuonesha kwamba ulikuja tofauti na wale ambao alikutana nao na yeye? Unajua kwanza si wasanii ni watu waamini wage yani. Kweli wanawake wanatufuata sana, kama mimi watu wananiandikia sana. Wanawake wananiandikia tofauti sana. Alafu unakuja kukuta kwamba sio watu wananipenda tu, kwamba wengi, unajua mimi naweza nikamfuata mwanamke akanambia hapana wewe ni msanii nini, naogopa kuumia vitu vingi, kaambia ndo mimi tofauti na wale. Wengi wanafanya kazi Burundi kama muziki pia na wanategemea muziki sana. Alafu pia maraia ambao wanapenda muziki wanakuwa wanajifikiria muziki wa Burundi, wasanii wa Burundi wanapata pesa vipi, na watu wanaelewa kwamba labda ni show, na kuna wakati ambapo show zinakuwa zinakosekana. Ila wewe umeongea kwamba umeongea kwamba muziki ndio unasababisha mpaka wewe uishi kwa leo hii. Unaishi vipi kwa muziki? Unajua kwa muziki kwanza, unajua mimi ni mtu kwa na mashow mengi. Nafanyaga mashow sana. Kwanza watu ambao wananifollow mimi wanaona kazi zangu sana. Mimi nafanya show mikoani. Unajua kuna sehemu ambao kuna msanii wa Burundi ashagafika. Mimi nafikaga kule. Hapa Burundi. Mimi naendaga, mimi nafuna kule sehemu kule maeni kule kabisa, unakutana sehemu panaitwa kama ni mawapi, Makayongozi. Hizo ni jina uzifahamu. Nikutambuka Ruigi, kuna sehemu naenda Kayongozi kule. Mimi nimeenda kule nikafanya show. Hii Ramadhani mzima hizi laidi zote mimi nilikuwa sipo huko, nilikuwa naenda kule tunafanya mashow nini vitu kama kawaida. Kwa hiyo kusema kwamba show na zenyewe zinasaidia msanii kupata pesa na kujua kujitengeneza. Unajua kuna mtu ambaye anaishi tu na muziki wa Burundi, sikuficha una hela. Sio tu kwamba ukitoa nyimbo kuna sehemu nitaenda wanipatie hela, sio hivyo. Tunatoa nyimbo unaweka kwenye YouTube, unatoa hela, unaspendi hela nyingi kwa, lakini unakutana uingiza hata kitu kimoja. Lakini chenye kinakutetea tu ni kujua tu kujitafuta. Kwenye maisha ni kujua tu kujitafuta. Unapokuwa na jina watu nyimbo kali ni wasa kujitengeneza sasa ili utakuwa unapata pesa aje. Sio kama Tanzania au zingine nchi yetu kwamba ukitoaga nyimbo YouTube inatulipa. YouTube sisi haitulipi. Hata upige viewers ngapi. Wasanii wadogo na watambuki watatu wenye YouTube inalipa hapo. Ni wadogo sana ndugu yangu. Kwa sababu ni kwamba hapa shows zinasaidia mtu kupata nini? Na ukishakuwa na jina huwezi kukosa hela. Ukiwa tu na jina huwezi kukosa hela. Ndio. Nisikudanganye. Na kuna wasanii ambao wameshajenga jina mpaka kwenda studio hata kwa audio unaitoa kwa bure. Ishakufikia kwa Tirosi?
Mimi shaga nifikia. Producer ananiambia dogo njoo, wengi sana tu, ila mimi waga siwapatii. Mimi lazima kwanza waga siwapatii muda, ila kuna studio zingine nalipa mimi. Okay, talent ambayo ulifuata kwa One Way ama pia iBreezy, ilikuwa ni labda nyimbo yako ya kwanza unafanya naye au vipi? iBreezy ni bro ambaye nilipenda sana kazi yake jinsi anavyofanya, na ikanibidi kwamba nimtafute cause nilisikia sana nyimbo zake nini. Unajua mimi sikumfuata tu kwa sababu labda anafanya hit ni. Unajua kuna maproducer ambao wanafanya hit lakini unakutana wajui. Sio kwamba wanaweza. Yes, sio kwamba wanaweza. Lakini yule bro anaweza, iBreezy anaweza. Yaani unasikia hata ngoma, unajua nikwambie kitu kingine. Unajua niliwahi kwenda kwa Ami Pro. Hapana Ami Pro, kwa Amiri Pro. Amiri Pro niliwahi kufanya naye nyimbo. MA nililipa hela pale nikaenda kufanya kazi, lakini ngoma ambayo alionifanyia sikuwahi hata kuiposti hata sehemu moja. Mpaka sasa iko wapi? Mpaka sasa nipo nao tu kwa simu nimeweka. Yaani uwezi ukaamini. Siwezi kuiachia. Nilichukuaga toka nipatie, nikashindwa cha kucomment au cha kufanya nini, nikaweka tu, nikasikia hasira. Japo alikuwa ni baadhi ya producer ambao nilikuwa nawaamini na ndoto yangu ilikuwa siku moja nifanye nao kazi. Amiri alikuwa ni mtu wa kwanza sana ambaye alikuwa anani appreciate sana kwa kazi zake. Kwa toka tungali wadogo nilikuwa namsikia na mpaka leo. Nikasema acha nifanye naye kazi. Hiki kitu ambacho alinitendea nishindwa kuelewa kama alishindwa kufanya au style yangu ndio imemzingua au vipi. Lakini iBreezy nani nilijaribu, nikajitoa tena, nikajisacrifice vile kwenda kufanya naye kazi. Lakini bro amenikubalisha kweli, kazi ilikuwa nzuri, alimix sauti yangu vizuri, beat ni fresh, kila mtu akisikia ngoma ni kali kweli. Na ameposti, nimefurahi sana tu. Mwenyezi Mungu ambariki, bro anaweza sana. Mimi nafahamu kwamba msanii akitoa nyimbo sehemu fulani akiona kwamba walitoa vibaya japokuwa ameichukua, ana uwezo wa kwa sababu watu wanakuwa hawajaifahamu hiyo nyimbo, ana uwezo wa kwenda studio fulani nyingine akairudilia ndani wakatengeneza beat nyingine lipya, afu nyimbo akawa ameitoa na ikaonekana kwamba ilitokea sehemu fulani. Haujawahi kujifikiria kufanya hicho kitu? Sikujifikiriaga kufanya hivyo. Kwanza mimi ni mtu na nyimbo nyingi mzee. Nina nyimbo nyingi sana ambazo nikisema unajua, ila kuna baadhi ya nyimbo ambazo hata ya Miss You nilikuwa nimesha record kwa King Plata. Ndio nikasema best way, kama ni best way I don't know. Ni best way hapo kwa King Plata. Ikanibidi kwamba nitoe kunivosikia ngoma ni kali, nikasema ngoma nikipeleka kwa iBreezy inaweza ikawa kali zaidi. Ndio ikanibidi kwamba nichukue pale nikaipeleka kwa iBreezy. Na iBreezy mwenyewe anajua kama nilikuja namletea nyimbo, nikamwambia tunafanya hii. Yeye akaniambia ni hivi ndio member, acha sasa tupige hivi. Ndio jinsi ilivyokuaga. Okay. Uliongelea sana kwamba unaishi kwa kuandikia wasanii na wakimu pia wa Diaspora, wasanii wa nje ya nchi. Hao ndo labda uko miongoni mwa wale wasanii ambao wanaishi kutokana na Diaspora ambao wako nje ya nchi hivi? Na mimi pia ni mondani. Baadhi ya wasanii ambao wanaishi sababu ya watu wenye wako Ulaya mawapi, na mimi pia ni mondani. Na sio tu mimi mzee, ni preske wote. Unao wote. Msanii gani atasema kwamba anaishi yeye mwenyewe bila watu wenye wako Ulaya? Hata huyo asikudanganya hata mtu, hakuna hata msanii ambaye anaishi. Wadogo wote ambao wanasikia sasa hivi, mabro wote wanaishi sababu ya watu ambao wako Marekani. Hapa nani ambaye atakupatia pesa zake? Nani ambaye atakupatia milioni 300,000 hapa au milioni 3 nani? Hamna bro. Sisi wote tunategemea huko. Kila mtu kule yuko na connections zake, anajua nikiingia hapa nikiingia hivi nitafanya video. Ndio hivyo yani. Mimi nadhani kwanza nimeongea mengi sana, pia na wewe umetuambia mengi sana kuhusiana na muziki, na tukushukuru kwa time yako, labda kama Misho TV kwa kutupa nyingine time hivyo. Asante sana bro. Nashukuru sana kweli, hata siku nyingine tutakutanana tena. Mimi nitawatafuta hata mimi mwenyewe tufanye kitu kingine, haijao tatizo kabisa. Asante sana, na tuwakumbushe wapenzi watazamaji ambao mlitufuatilia kwa Misho TV, jaribuni kuingia kwenye account ya YouTube ya Mfalme kutizama nyimbo yake, yani ni song, nyimbo yake mpya ambayo ilitoka kwa siku ya leo tarehe 3 mwezi wa 9, ili uweze kumjaribu kumsupport au support pia muziki wa Burundi, kwa sababu ni nyimbo ambayo ukifuatilia sana kuna maneno mengi matamu ya mapenzi, kwa sababu tunafahamu kwamba dunia kwa leo inatawaliwa na mapenzi sana. Na usisahau kufanya share kwa ndugu jamaa na subone au subscribe kwa yule ambaye atakuwa hajafanya subscribe kwa account yake, na usisahau pia kwa Misho TV kufanya subscribe ambayo utakuwa hujaifanya, na usisahau kufanya share kwa ndugu jamaa na like pia na comment kwa kile ambacho utakuwa umekiona. Mimi ni Hero presenter ambaye alikuwa naye, mgeni alikuwa ni Mfalme. Bye bye. Urashaka makuru mashasha meza kandagezweho, fyunda subscribe kuri Misho TV. Amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe, L trending iriho kubganyu. Barindi nifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none, good mixing and mastering. Ghana Key Records, RTB, with the key to success.